Kabla hatujaanza kuzungumza kuhusu wazo la biashara, nataka nirudi nyuma kidogo. Neno ujasiriamali linatokana na neno la Kifaransa entreprendre, lenye maana ya kuthubutu kuanza au kuchukua jukumu fulani la kutatua jambo fulani. Na hii ina maana moja kubwa sana, kwamba mjasiriamali hakuanza na bidhaa, alianza na tatizo. Hebu nikusimulie hadithi fupi hapa. Kuna kijana mmoja ambaye alikuwa anaishi mtaani. Hana mtaji, hana ofisi, hana hata elimu ya biashara. Kila siku aliona watu wakilalamika kuhusu kupoteza muda, wakisimama foleni ndefu kupata huduma fulani ndogo tu. Wengi waliona hilo kama kawaida ya maisha, lakini yeye aliona hapo kuna fursa. Hakuuliza nifungue biashara gani, aliuliza swali dogo muhimu sana: ni changamoto gani ambayo watu wanakutana nayo kila siku? Hapo ndipo safari ya ujasiriamali inaanza. Vitabu vingi vikubwa vya biashara vinakubaliana juu ya jambo moja. Katika kitabu cha The Lean Startup, Eric Ries anasema kwamba the only way to win is to learn what customers really want and deliver it faster than anyone else. Hii inatufundisha ukweli mmoja muhimu sana: usianze kwenye product, anza kwenye uhitaji wa wateja. Watu hawalipi kwa sababu wanapenda brand yako, wanalipa kwa sababu wanapata faida, yani benefits. Wanataka kuokoa muda, wanataka kuokoa pesa, nguvu na maumivu fulani. Daniel Kahneman kwenye Thinking Fast and Slow anasema kwamba binadamu hufanya maamuzi mengi kwa hisia na urahisi, sio mantiki. Ndio maana biashara zilizofanikiwa huuliza, ni kipi kinachompa mtu urahisi zaidi? Ni kipi kinachompunguzia mtu stress? Hapo ndipo wazo la biashara linazaliwa. Hebu nikwambie siri moja ambayo wajasiriamali wakubwa huwa wanaitumia. Wazo bora la biashara haliji kwa kukaa chini ukifikiria sana. Linakuja kwa kukaa na kuangalia maisha na mazingira husika. Angalia mazingira yako, angalia unacholalamikia, angalia unachokasirishwa nacho, angalia huduma mbovu unazokutana nazo. Kwenye kitabu cha Man's Search for Meaning, Viktor Frankl anasema kwamba when we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. Lakini mjasiriamali huenda mbali zaidi. Yeye husema, ninawezaje kubadili hali hii ili iwanufaishe wengi? Hapo ndipo ubunifu unaingia. Sio lazima uvumbue kitu kipya kabisa. Wajasiriamali wengi hawakubuni, waliboresha. Uber haikubuni magari, iliboresha namna ya kuyapata. M-Pesa haikubuni pesa, iliboresha namna ya kuituma. Hii inatufundisha falsafa moja muhimu sana. Biashara ni suluhisho kabla haijawa mapato. Ukianza biashara kwa kuuliza nitapata pesa ngapi, utachoka haraka sana. Lakini ukianza kwa kuuliza nitatatua tatizo gani, pesa itakufuata. Na hapa ndipo nataka nikusemee wewe unaisikiliza podcast hii. Haijalishi wewe ni mwanafunzi, mwajiriwa au kijana anayesaka mwelekeo. Ujasiriamali hauhitaji uwe tayari, unahitaji uwe makini. Makini na changamoto, makini na watu, makini na mahitaji. Na ukumbuke hili: mjasiriamali halengi kuonekana mjanja, analenga kuwa na maana. Kama ndoto yako ni kuwa mfanyabiashara mkubwa kesho, lazima leo ujifunze kuona kile ambacho wengine wanapuuza. Hii ndio safari, na safari hii tumeianza pamoja hapa ndani ya Mindset Hub. Tusikilize, tujifunze na tuanze.